بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مبلغ الراجي فوق مأموله ومعطي السائل زيادة على مسؤوله، أحمده على نيل الهدى وحصوله، وأقر بوحدانيته إقرار عارف بالدليل وأصوله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عبده ورسوله، وعلى صاحبه أبي بكر الملازم له في ترحاله وحلوله، وعلى عمر حامي الإسلام بعزم لا يخاف من فلوله، وعلى عثمان الصابر على البلاء حين نزوله، وعلى علي بن أبي طالب الذي أرهب الأعداء بشجاعته قبل نضوله، وعلى جميع آله وأصحابه الذين حازوا قصب السبق في فروع الدين وأصوله، ما تردد النسيم بين جنوبه وشماله وغربه وقبوله. إخواني، هذا المجلس في بيان القسم الثاني من آداب الصوم، وهي الآداب المستحبة. يقول رحمه الله تعالى katika المجلس 11 alipokuwa akizungumzia adabu za siyam ambazo ni mustahabba, zenye kusuniwa, zenye kupendezeshwa. Alhamdulillah muballighi raji fawqa ma'mulih, sifa njema zote zinamstahiki Allah, mwenye kumfikisha, mwenye kutarajia zaidi ya matumaini yake. Allah ni mwenye anamfikisha mtu mwenye matarajio, anamfikisha zaidi ya matumaini yake. Ndivyo anavyofanyia waja wake, anawaneemesha na ziada. Kwa kuwa sisi tunachagua neema na nyingine tuziona kwamba si neema mpaka zitakapoondoka, kwa hatuzioni zile neema za ukweli, kwa sababu hatukupata vile tunavyotaka. Mtu anaweza kuneemeshwa kwa neema ya imani na Uislamu, ambayo ni neema kubwa. Kuna watu wana mali zao, wana akili zao, wana taaluma zao za katika ulimwengu, lakini Allah hakuwapa neema hiyo kabisa, na wako mbali kabisa, na wakifa katika hali hiyo wanakwenda motoni. Wewe amekupa neema hiyo bure kabisa, wala hukuiendea mbio pengine. Uislamu tu umekujia wewe, Uislamu ambao kwa sababu yake ukifa katika hali hiyo pengine utakwenda katika aljanna. Umepewa neema kubwa, lakini waona kwamba si kitu, kwa sababu hukupewa gari kama lilopewa fulani. Kuna watu wamepewa neema za afya yake njema kabisa, alhamdulillah, amemwepushia maradhi makubwa na mabalaya, lakini kwa sababu ana shida tu katika riziki yake, haiko katika kiwango kizuri, hazingatii ile neema ya siha alionayo kama ni neema, aona ni haki yake. Yani kwa maana wewe utakuta analalamika, wana hali ngumu kama hivi, sisi wanyonge, na Allah amempa siha na afya, alala amka, wenzake usiku hawalali kwa maradhi walionayo. Kwa tunachagua zile neema, na mifano mambo kama haya, na neema ya amani, watu wakaishi kwa raha, wakakaa katika vikao vyao, wakaenda huku wakarudi kule. Watu wengine hawaoni kwamba hiyo ni neema, kwa sababu hawaoni wale wenzao wanaotaabika, wakaikimbia miji yao, wakaondoka wakaenda sehemu nyingine bila ya kutaka kwao, wakaacha kila kitu chao kwa sababu ya hofu. Kwa hiyo Allah ametuneemesha neema nyingi sana, tena zaidi ya vile tunavyotumai. Kwa hiyo tunamuhimidi Allah mwenye kumfikisha yule mwenye kutarajia zaidi ya matumaini yake. Wa mu'ti sa'ili ziyadatan ala mas'uli, na mwenye kumpa muombaji ziada ya maombi yake. Waomba hiki anakupa na ziada. Ahmaduhu ala nailil huda
wa husuli, ninamhimidi yeye juu ya kupata uongofu, juu ya kufikia uongofu na kuupata uongofu, namhimidi juu ya hilo. Na hili ni jambo kubwa sana, ukawa umepata uongofu, Allah amekuongoza njia. Pengine katika familia yenu mko watu 200, 300 na zaidi hapo au chini ya hapo, ikawa wewe peke yako pengine ndio unaisamisha swala tano, wengine wote kama wapo wanaoswali basi ni matatizo matupu, wengine hawaswali kabisa, wengine kazi yao wakizunguka kwa waganga, kutoka mganga huyu na mganga yule, wapiana habari tu, asikia huko kuna mganga si wapi huko. Wewe peke yako Allah amekuepusha na hilo. Hiyo ni neema kubwa sana, si neema ndogo. Kwa nini katika familia nzima au katika ukoo wote uko wewe peke yako? Limadha? Allah amekuneemesha kwa hilo. Kwa hiyo ninamhimidi juu ya kufikia uongofu na kuupata ule uongofu. Wa uqirru bi wahdaniyatihi, na ninakiri kwa ule upweke wake, iqrara arifin bidalili wa usulihi, kukiri kwa mtu mwenye kujua zile dalili na kujua misingi yake. Nakiri huku kwa najua kwamba yeye Allah ndiye mpweke, anastahili kuabudiwa peke yake. Wa usalli wa usallim ala nabiyina Muhammad, na namswalia au namtakia swala na namtakia salam mtume wetu Muhammad, abidihi wa rasulihi, mja wake na mtume wake. Wa ala sahibihi Abi Bakr, na pia vile vile swala na salam namtakia swala na salamu sahibi yake mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni Abu Bakr, almunazimi lahu, mwenye kulazimiana naye, fi tirhalihi wa hululihi, katika kusafiri, katika safari zake na kukaa kwake mjini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa yuko mjini kuna Abu Bakr, akiwa safari kuna Abu Bakr. Haja safari ikawa Abu Bakr kabaki ameenda hata moja. Labda Mtume sallallahu alaihi wasallam mtume Abu Bakr mahali aende, kama alivyotumwa kwenda kuiongoza hija katika mwaka wa 9. Pale alitumwa Abu Bakr kwenda kuongoza hija. Lakini safari zote za Mtume sallallahu alaihi wasallam anapotaka kusafiri, basi anayetoka naye ni Abu Bakr. Katika watu wanaotoka nao ni Abu Bakr. Na akiwa yuko mjini, akitoka nje nyumba yake tu, akishaacha na ahli zake, akija nje basi iko na Abu Bakr. Kama watakuwepo na wengine basi watakuwepo, lakini yeye ndiye sahibi yake kabla ya kupewa utume na baada ya utume. Ni rafiki yake kabla hajakuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na huwa sahibu fil ghar, hata kule pangoni alikuwa ndio mwenzake, walikuwa kwa wawili. Kwa hiyo ni mwenye kulazimiana naye katika safari zake na kushukia kwake mjini. Wa ala Umara hamil islami biazmin, na swala na salamu vile vile namtakia Umar, mwenye kuuhami Uislamu kwa azma kubwa. La yukhafu min fululihi, hapaogopewi kushindwa kwake au hakuogopewi kuingia kwake mapengo. Alfulul, alfal ni kule kuingia pengo, kama ni panga limekolewa vizuri alafu likawa butu au likaingia mapengo. Kwa hiyo alfallu ni mufradi wa fulul. Faqdu maana yake ni faqdu hiddatihi, ni kule kukosa yale makali yake. Ndio maana kuna mshairi mmoja katika ashabu almuallaqat akiitwa an-Nabigha, an-Nabigha adh-Dhubyani, alipokuwa akiwasifia jamaa zake akasema, wala aiba fihim ghaira anna suyufahum fihim fulul bihinna fululun min qira'i al-kata'ibi, bihinna fululun min qira'i al-kata'ibi. Anasema akiwasifia jamaa zake kwamba wala aiba fihim, hawana kasoro yoyote, kwa wao hawana kasoro yoyote. Ghaira anna suyufahunna, isipokuwa zile panga zao zile, bihinna fululun, zina mapengo, min qira'i al-kataibi, kutokana na wingi kupambana na vikosi vya vita vya maadui. Vikosi vya maadui, kutokana na wingi kupambana na vikosi vya maadui. Kwa maana nataka kueleza kwamba anna haulai alqaum, an qaumuhu, jamaa zake, hawa jamaa zake
hawana kasoro yoyote isipokuwa panga zao zimepata mapengo kwa ule wingi wa kupigana na maadui. Anawasifia kwamba wao kila siku wao kwenye vita na ni mashujaa. Katika balagha hii inaitwa almadhu bima yushbihu dham. Mtu msifia kwa uslubu kama vile wamlaumu. Huyu hana kasoro isipokuwa sile isipokuwa, na kama vile tunakumtia kasoro kumbe ndio wazidi kumsifia. Hana kasoro, tunasema la aiba fihim ghaira anna suyufahun bihinna fululun min qira'i al-kataib. An-nabi rasama Allah. Kwa fulul ndio anasema hapa la yukhafu min fululihi, hapa ogopewi kupata mapengo kwake. Lakini pia al-fal maana yake ni al-hazm, kushindwa. Ogopewi kushindwa, ni mtu yuko shujaa. Wa ala Uthman as-sabiri ala al-bala'i, na sala na salamu pia nataka zimfikie Uthmani mwenye kusubiri juu ya balaa, juu ya mitihani. Hina nuzulihi, wakati wa kushuka kwake hiyo mitihani alikuwa na subra sana. Wa ala Ali ibn Abi Talib alladhi, na namsalia au namtakia swala na salamu Ali ibn Abi Talib ambaye arhaba al-a'daa, amewatia hofu maadui bishajaatihi, kwa ushujaa wake, kabla nudhulihi, kabla ya kupambana kwake au kabla ya kuuhami kwake Uislamu. Yani watu wanamuogopa kabla hajaingia kwenye mapambano, tayari watu huko wanaogopa. Wa ala jami'i alihi wa ashabihi, na ziwafikie hizo swala na salamu jamaa zake wote Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake wote, alladhina hazu qasaba as-sabqi, ambao wamekusanya wamechukua umbele umwanzo, kama vile wasoma kule qadamu sidq, kutangulia. Kwa hiyo qasabu as-sabq, wameshika kile kigongo cha kutangulia. Kama zile ni mbio za kupasiana vigongo, basi huyu kashika mwanzo huyo, kwa sababu qasab ni kile kibomba cha mwanzo, ndio qasab. Sasa kama ni mbio za kupasiana vijiti, hawa wamekishika kile cha mwanzo kabisa, ndio qasabu as-sabq, kutangulia. Kwa ujumla wale ambao wamekusanya kule kutangulia fi furu'i ad-dini wa usulihi, katika tanzo za dini na misingi yake. Ma taraddada an-nasim, muda wa kwenda na kurudi upepo mwanana, baina janubihi wa shimalihi, kati ya kusini kwake na kaskazini yake, mara upepo umevuma huku mara umevuma huku, wa gharbihi wa qubulihi, na gharbi yake na qubuli yake, kwa maana upepo wa mashariki na magharibi. Upepo wa mashariki unaitwa qubul, na magharibi unaitwa ad-dabur. Upepo kwa hiyo qubuli ndio ile asiba, ndio mwingine ad-dabur, upepo maangamivu mara nyingi unakuja. Sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, yenye ndugu zangu, hadha al-majlis fi bayani al-qism الثاني, majlisi hii iko katika kubainisha qismu ya pili, fungu la pili, min adabi as-sawm, miongoni mwa adabu za saum, wa hiya al-adabu al-mustahabba, nazo ni adabu zilikusuniwa. Faminha as-suhur, miongoni mwa adabu hizo ni kula daku. Miongoni mwa adabu hizo zilizosuniwa ni mtu kula daku. Wa huwa al-aklu fi akhir al-layl, nako ni kula mwishoni mwa usiku. Summiya bidhalika li'annahu yaqa'u fi sahari, imeitwa hivyo suhuri kwa sababu linapatikana wakati wa usiku mwingi. Si kwa hiyo Waswahili wameita daku, yani kile chakula kinacholiwa mwisho huko wa usiku, ndio sahuri. Warabu ikawa hivyo kwa sababu ule wakati wake unaitwa sahara, kwa chakula kimeitwa wakati wa jina lile. Haya sisi nasi tunaposema daku au wakati ule unaitwa daku, sio? Ni karibu na alfajiri, mwisho wa usiku. Wallahu aalam, sijui imetoa wapi maneno haya, lakini lugha zimeumbwa, sio? Allah ndiye anayeziumba, kusema ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, na kupishana zile lugha zenu na rangi zenu katika aya za Allah subhanahu wa ta'ala, alama zake na miujiza yake.
hatujui mtu wa nani wa mwanzo alianzisha neno hili, lakini katika sunna ambazo ni mustahabba ni kula daku, kula chakula cha daku. Faqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihi, ameamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam hiyo sahur, chakula cha daku. Faqala tasahharu, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam kuleni daku, fa inna fi as-sahuri barakatan, kwa sababu kuna katika chakula cha daku baraka, kuna baraka katika chakula kile cha daku. Muttafaqun alayhi. Wa fi sahih Muslim, na kuna katika sahihi Muslim an Amr ibn al-As radiyallahu anhu, kutoka kwa Amr ibn al-As radiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam amesema, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitabi, upambanuzi tofauti kati ya funga zetu au kati ya saumu zetu na saumu za ahli al-kitabi. Aklatu sahar, ni chakula cha daku. Wale Wakristo na Mayahudi hawali daku, wale ni saumu zao, na ndio maana istilahi ya daku ni Kiislamu. Wao hawana mambo hayo, lakini sisi tumewekewa chakula hiki. Ni tofauti hiyo, ndio inatofautisha baina ya saumu zetu na saumu zao. Wa athna sallallahu alaihi wasallam ala sahuri tamri, na akasifia mtume sallallahu alaihi wasallam daku la tende. Faqala ni'ma sahurul mu'mini at-tamru, akasema chakula bora cha daku cha mu'min, chakula bora cha daku la mu'min at-tamru, ni tende. Rawahu Abu Dauda. Wa qala as-suhuru kulluhu baraka, na akasema tena mtume sallallahu alaihi wasallam daku lote, chakula cha daku chote ni baraka. Fala tad'uuhu, msikiache. Walau an yajra ahadukum jar'atan min ma'in, japo akigugumia mmoja wenu kwa tama la maji. Fa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala almutasahhirin, kwa sababu Allah na malaika wake wanamuombea dua mwenye kula daku. Rawahu Ahmad wa qala al-Mundhiri isnaduhu qawiyyun, ameipokea hadithi Imam Ahmad na akasema al-Mundhiri isnadi yake ni qawi. Sasa kuna watu sema mimi sili daku, mimi kula usiku siwezi kabisa. Hapo akisema kula usiku wanakusudia na kula pilau au na kula ugali na samaki na maharagi usiku wa saa 10, na kula ugali mwingi kabisa, au kama ni wali mwingi kabisa usiku wa saa 10 kuna saa 11. Alafu itakuwaje? Ushapiga pilau ya saa 10, tutamka saa 3. Kwa kuna watu wanatafsiri hivyo. Kwa mwingine anakuambia mimi siwezi kula chakula wakati huu, siwezi. La, sio siwezi. Watakiwa ule hata kama ni tende 3 kula na maji kidogo mathalan, kula basi tosha. Chakula kile kina baraka, na kile kinaposogea mwisho zaidi ndio baraka zaidi. Hakuna daku ya saa 4 wala saa 5 kwamba mimi chakula daku langu saa 5 basi nalala. Hiyo sio daku, hiyo ni asha unakula, sio sahur. Kwa chakula kile tuala kwa ibada, tuala chakula kile kwa ibada, kwa sababu ni kitu mustahab, tupata thawabu na ndani kuna baraka. Umeelewana? Kwa hiyo tunatakiwa wakupie, ukipitwa tu mara moja mara mbili umepitwa, tumepitiwa, lakini iwe ni utaratibu wako kula daku. Hivyo vyakula vingine utakula wakati mwingine. وينبغي للمتسحر أن ينوي بسحوره امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم, na kunatakikana kwa mwenye kula daku kunuia kwa daku lake kufuata amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba nafanya hivi kwa ajili ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Waliqtidaa bifi'lihi, na kufuata vitendo vyake na kuiga vitendo vyake. Waliqtidaa, na kuiga bifi'lihi, vitendo vyake. Liyakuna suhuruhu ibadatan, ili liwe lile daku lake, kile chakula chake cha daku kiwe ni ibada. Wa yanwi bihi at-taqawi ala siyami, na kunuia kwa chakula hicho kupata nguvu ya kufunga, kwamba nakula chakula hiki asa Allah atanipa nguvu katika somo yangu. Liyakuna lahu bihi ajrun, ili umpatikanie yeye kwa hilo ujira.
liyakuna lahu, ili umpatikanie yeye, bihi, kwa hilo daku, ajrun, ujira. Wa sunnatu ta'khiru suhur, na iliyokuwa katika sunna ni kuchelewesha kula daku, ma lam yakhsha tulu'a alfajr, muda wa kuwa hajaogopea kuchomoza alfajiri. Yani kila unapochelewesha daku ndivyo inapokuwa bora zaidi. Kwa kila siku ukimaliza tu adhana tayari yaadhiniwa, yani mwisho huko ndio vizuri vile. Li'annahu fi'lu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu hicho ndio kitendo cha mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa'an Qatada an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, imepokewa kutoka kwa Qatada kutoka kwa Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyallahi sallallahu alayhi wasallam wa Zaid ibn Thabit, kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam na Zaid ibn Thabit, sahaba huyo, tasahara, walikula daku. Falamma faragha min suhurihima, walipokwisha kula daku lao, qama nabiyullah sallallahu alayhi wasallam ila as-salati fa salla, akasimama mtume sallallahu alayhi wasallam kuiendea swala, akaswali. Qulna li Anas, tukamuuliza Anas sisi, kam kana baina faraghihima min suhurihima wa dukhulihima fi as-salah, ni kiasi gani kilikuwa, ni kiasi gani cha muda, kiasi gani kilikuwa cha muda baina ya kumaliza kwao kula daku na kuingia kwao kwenye swala, palikuwa pana muda kiasi gani hivi kiangalia? Qal qadru ma yaqra'u ar-rajulu 50 aya, akasema ni kiasi cha mtu kusoma aya 50. Qadru ma yaqra'u ar-rajul, kiasi cha anaposoma mtu, kiasi cha kusoma mtu 50 aya. Rawahu al-Bukhari. Kwa hiyo wewe ni muda gani unatumia kusoma aya 50 kwa qiraa cha kati na kati? Wa an Aisha radhiyallahu anha anna Bilalan kana yuadhinu bilailin, imepokewa kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha kwamba Bilal ibn Rabah alikuwa anaadhini wakati wa usiku radhiyallahu anhu, yani adhana yake anapoadhini ile adhana ya kwanza bado ni usiku. Bilal alikuwa akiadhini na katika ushahidi wa hili ndio pale baadhi wanaochuona wanaosema hiyo as-salatu khairun minan nawm, kwa sababu ni ziada aliyoleta Bilali, basi yeye ndiye alikuwa akiadhini. Wakisema hivyo inakuwa ni adhana ya kwanza kabla tulu'i al-fajr. Baadhi wanaochuona wanasema hapana, hiyo ni adhana ya pili, lakini kauli ile ina nguvu, ni adhana ya kwanza ndio as-salatu khairun minan nawm, kwa sababu ilikuwa kiletwa na Bilali, na Bilali alikuwa akiadhini adhana ya kwanza kabla ya kuingia fajr. Kwa hiyo alikuwa anaadhini wakati wa usiku, kwa maana bado alfajiri haijaingia, ile adhana ya kuamsha watu kula. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, kulu washrabu hatta yuadhina ibnu ummi maktum radiyallahu anhu, kuleni na kunyweni mpaka atakapoadhini ibn ummi maktum. Yeye anaadhini adhana ya pili kuonyesha kwamba alfajiri sasa imeingia. Kwa baina ya adhana ya kwanza mpaka adhana ya pili pana kadri ya 50 aya. Fa innahu la yuadhinu hatta yatlu'a alfajr, hakika yeye ibn ummi maktum alikuwa haadhini mpaka inapochomoza alfajiri. Rawahu al-Bukhari. Wa ta'khiru as-suhuri arfaqu bis-sa'imi, na kuchelewesha kula daku ni kwenye kufanya wepesi zaidi, ni kwenye kumfanyia wepesi zaidi mwenye kufunga. Waslamu minan nawmi an salati al-fajr, na kuna msalimisha zaidi na kulala kuiacha swala al-fajiri, kwa sababu kishakula pale utakuchukua udhu, utasukutua kidogo, una udhu wako, unaweza kuswali, utaswali raka 2 za kablia, utaongeza kwenye jamaa. Lakini umekula saa 8, umekula pilau au umekula wali na samaki na maembe dodo, umekula umeshashiba na jagi lako la maji, alafu sema napumzika, utamka saa ngapi? Na umekula saa 8 au saa 9, mpaka usingizi utafute, uje ulale, upate jamaa, na utaamka umechoka kweli kweli, kuna kwenye jamaa. Kwa hiyo kutakusababishia uikose alfajiri wewe. Walisaimi an yakula wa yashraba wa walau ba'da as-suhuri wa niyyati as-siyam, na inajuzu kwa mwenye kufunga
kula na kunywa, japokuwa baada ya kula daku na japokuwa baada ya nia ya saumu. Yani ushakuwa umeshatia nia yako kwamba mimi nafunga kesho, na ushakula daku. Ukimaliza kula daku utaruhusiwa kula tena? Naam, unaruhusiwa kuendelea kula, unaweza kutafuna hiki ukala kile ukanywa maji, hata yatayaqana tuluu alfajr, mpaka apate yakini kuchomoza kwa alfajiri. Mwisho wake wa kula yeye ni kuchomoza kwa alfajiri, liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah aliyekuwa ametukuka, wakulu washrabu, na kuleni na kunyweni, hata yatabayyana lakumul khaytul abyad, mpaka ubainikie nyinyi uzi mweupe wa alfajiri, min alkhaytil aswad, na uzi mweupe kutokana na uzi mweusi wa usiku, yani giza la usiku, min alfajiri, nayo ni alfajiri. ويحكم بطلوع الفجر إما بمشاهدته في الأفق، na atahukumia kuchomoza kwa alfajiri ima kwa kutazama kwake katika pambizo za mbingu, au bi khabari mawthuqin bihi, au kwa habari ya mwenye kutegemewa, bi adhanin, kwa adhana, au ghairi au kitu kingine. Kuna vitu vinaweza kukufahamisha kwamba alfajiri tayari. Unaweza ukatoka nje ukatazama pambizo za mbingu kule, hasa upande wa mashariki, ukishaona mwangaza umetanda kule, basi alfajiri imeingia. Alfajiri ya kweli imeshaingia, kwa sababu mwangaza wake unakuwa unatanda katika upande wa mashariki. Au kwa habari ya mtu mwenye kutegemewa, ni mtu thika akwambia alfajiri tayari, au alfajiri bado kama dakika 10 hivi, mtu thika. Au hata hizi alatu tunazozitumia zenye kufahamisha nyakati, ashuruq, alghurub, kwamba sasa hivi shuruq au tuluu alfajiri, alfajiri imechomoza, alamu ikakupigia pale kwamba alfajiri leo inachomoza saa 11 na dakika 8 mathalan. Mfano tu, sijaona kwamba ndio time hiyo, kuna vigia mfano, leo alfajiri yachomoza saa 11 na dakika 8 au na dakika 50 mathalan, saa 10 na dakika 50 alfajiri imechomoza, ishaingia alfajiri. Kwa hiyo kama ni kitu kinategemewa kutokana na hisabu zilivyo, basi utategemea hicho. Kadhalika kuna watu wametengeneza kalenda kwa kutazama nyakati na majira yaliyokuwepo, kama alivyofanya Sheikh Abdullah Salih Al-Farisi. Ni jambo amelifanya kwa muda mrefu, amelifuatilia, akaona kwamba katika ukanda wetu huu alfajiri ikifika tarehe fulani ya mwezi fulani, alfajiri inachomoza saa wakati fulani. Ni jambo amelifuatilia kwa muda mrefu, alafu akaliandikia lile jedwali lake. Inaweza kusaidia, lakini alama nzuri kabisa ni wewe kuangalia ufuk, na watu wengi hawana elimu ya kufanya hivyo. Au bi adhan, kwa adhana. Muadhin sasa tutegemea nini? Tutegemea saa mathalan, ategemea kalenda kama hivyo, lakini pia hakikisha katika anga au ghairi au kitu kingine. Fa idha tala al-fajr, itakapochomoza alfajiri, amsak, atajizuia asile tena, wayanwi biqalbi, na atanuia kwa moyo wake, wala yatalaffadhu bin niyya, wala hata itamka niyya. A'taqidu niyyat as-sawm alhamdulillahi rabbil alamin, nawaitu, watanuiza sawma ghadin an ada'in, aina maana yote. Watakiwa wewe mwenyewe utie nia katika nafsi yako kwamba azma yako na makusudio yako kesho nafunga pia. Wala yatalaffadhu bin niyya, wala hata tamka niyya, lianna at-talaffudha biha bid'atun, kwa sababu kuitamka hiyo nia ni bid'a, ni uzushi. Wa min adabi siyami almustahabba, na miongoni mwa adabu za saumu zenye kusuniwa, ta'jilu al-futur, ni kufanya haraka kufungua. Idha tahaqqaqa ghurubu ash-shams, itakapothibiti kuzama jua. Lakini mpaka uhakikishe kwamba jua limezama, hata kama kwa baki mwangaza kule, jua likishazama watu wanafungua. Hata kama watu wa Muheza bado waliona huko, tutasema jua katika anga yetu. Sio piga simu Kigoma, vipi huko tayari? Bado jua tuliona, basi bado jua halijazama. Halitazama kwa mtindo. Ukipiga simu tena Kongo utaambiwa bado halijazama. Tuangalie hapa kwetu, jua la hapa kwetu, sawa?
jua likishazama takiwa tufungue. Idha tahaqqaqa ghurubu ash-shamsi bimushahadatiha, itakapothibiti kuzama jua kwa kuona kwake, au ghalaba ala dhannihi al-ghurubu bi khabarin mawthuqin bihi, au imeshinda katika dhana yake kuzama, kwa maana kuna dhana iliyokuwa na nguvu kwamba jua limezama kwa habari ya mtu mwenye kutegemewa, bi adhanin au ghairi, kwa adhana au kitu kingine. Adhana imeadhiniwa akapata ushahidi kwamba ala jua lishazama sasa. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه، imepokea kutoka kwa Sahli bin Sa'd radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, la yazalu an-nas bi khairin, hawataacha kuwa watu wako katika khairi, ma ajjalu al-fitra, muda wa kuwa wamefanya haraka kufungua. Khairi itaendelea kuwepo kwao muda wa kuwa wao wanawahi kufungua mwanzo kabisa jua linapozama. Muttafaqun alayhi. وقال فيما يرويه عن ربه عز وجل، وقال صلى الله عليه وسلم، na amesema mtume sallallahu alaihi wasallam, fima, katika zile hadithi ambazo yarwihi an rabbihi azza wa jalla, anazipokea kutoka kwa Mola wake azza, hali ya kuwa ametukuka, hali ya kuwa ameshinda, wa jalla, na hali ya kuwa ametukuka. Inna ahabba ibadi ilayya, hakika waja wanaopendeza zaidi kwangu mimi, ajaluhum fitra, ni wale wa haraka wao, ni wale wenye kufanya haraka katika kufungua, ni wale wa haraka wao katika kufungua. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa isnaduhu dha'if. Wasunnatu an yuftira ala rutab, na sunna ni mtu kufungua katika kula tende zile tosa, rutab, kula tende, lakini zinakusudiwa hapa ni zile tende tosa zinaitwa rutab, aina maalum. Fa in udima, ikikosekana rutab, fatamrun, basi tende kavu, hizi ambazo nyingi zinakuja huko kwetu. Fa in udima fama'un, ikikosekana tende, sitaki kupigana na watu, kunywa maji. Ukikosa tende, kunywa maji. Mwingine tende hakuna, ataka kufungua kwa sigara. Kitu cha kwanza adhana sigara. Mwingine kahawa, mwingine kaimati, mwingine vitu gadha, bila kula madafu. Tende, ukikosa tende hazikuzaa mwaka huo, hazikuletwa, hamna tende, basi kunywa maji hapo yakosekana. Sawa. Ni kauli Anas radhiyallahu anhu, wa kauli Anas radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabat, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anafungua kabla ya kuswali kwa kula tende. Fa illam takun, tende tosa, fa illam takun rutabat, zisipopatikana tende tosa, fatamarat, basi tende kavu. Fa illam takun tamarat, na zisipopatikana tende kavu, hasawatin mimma, alikuwa na yafyonza, anakunywa maji kidogo, yani sio anagugumia wahema wagugumia, la, anakunywa kidogo kidogo, alikuwa akinywa tama za maji. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidhi wa isnaduhu hasan jiddan. Fa in lam yajid rutaban wala tamran wala maa, asipopata tende tosa wala tende kavu, wala hakupata maji, hapo alipo hakuna chochote katika hivyo, aftara ala ma tayassara min ta'am au sharabi, atafungua kwa kile kilichokuwa chepesi kwake katika chakula au kinywaji au taami au sharabi halali, cha halali, utakula kitu kingine. Sasa fa ilam yajid shay'an, na asipopata chochote, hakuna kitu cha kula hapo alipo, na waliftara biqalbi, atanuia kufungua kwa moyo wake, wala yamassu isba'ahu, wala hata kifyonza kidole chake, au yajma'u riqahu wa yabla'ahu, au watakusanya au kukusanya mate yake na akayameza, kama yafalu baadhi al-awam, kama wanaofanya baadhi ya watu wasiojua, watu wajinga, kwamba kama ukupata basi chochote basi fyonza japokuwa kidole. Sawa. Au kusanya mate yako umeze, wanasema hivyo. Tumalizie kipengele cha mwisho. Wayambaghi an yad'u 'inda fitrihi bima ahab, na kunatakikana kuomba wakati wa kufungua kwake kila anachokipenda, ile wakati wa kufungua. Fa fi sunan ibn Majah an an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala,
imepokewa katika Sunan Ibn Majah, imepokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye amesema, inna lis-saimi 'inda fitrihi da'watan ma turaddu, hakika ana mwenye kufunga wakati wa kufungua kwake dua ambayo hairudishwi. Pana dua yako pale hairudishwi. Qala fi zawaid isnaduhu sahihun lakini dha'afahu ba'dhum wa sababu ikhtilafihim fi sihhatihi اختلافهم في تعيين أحد رواته لكن له شواهد في إجابة دعوة الصائم مطلقا فالحديث بذلك حسن، حديث حسن هي. وروى أبو داود عن معاذ بن زهرة مرسلا مرفوعا، amepokea Abu Daudi kutoka kwa Muadh bin Zuhra hali yakuwa ni mursal tena marfu'. Tukisema mursal kwa maana kwamba hadithi ilikuwa yanyanyuliwa pale kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hapa katikati kuna mtu ameondolewa. Ima tabi, hatujui ni tabi au ni sahaba, hatujui. Lakini kama tunajua ni sahaba, hadithi inakuwa ni sahihi. Kwa hiyo ni hadithi imegeuzwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini ni mursal. Kana idha aftara yaqul, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapofungua anasema, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, ewe Allah, kwa ajili yako nimefunga na juu ya riziki yako nimefungua. Hadithi ni dhaifu kwa sababu yako ni mursal. Walahu min hadithi ibn Umar radiyallahu anhuma, na ana yeye ibn Umar au ana yeye Abu Daudi katika hadithi ibn Umar radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر يقول، alikuwa anapofungua anasema, ذهب الظمأ, kimeshaondoka kiu, وابتلت العروق, na imetota mishipa, وثبت الأجر, na umethibiti ujira إن شاء الله. إسناده حسن، في حديث فيه مقال لكن إسناد yake ni hasan. kusema min adabi siyami almustahabba kathratu alqira'ati wadhikri waddu'a fi as-salati was-sadaqa waddu'a was-salati was-sadaqa. fatosha. Allahumma jammil bawatinana bil ikhlas lak wa hassin a'malana bi ittiba'i rasulik wat-ta'addub bi adabik. Allahumma ihfidhna min al-ghafalat wa najjina min ad-darakat وكفر عنا الذنوب والسيئات واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.